Communities in Tanzania are pioneering grassroots climate adaptation, yet their progress is throttled by a critical lack of climate financing. You can help them win, because you don't just fund projects, you fund people. And these are the people fighting climate change on the front line. Climate finance doesn't start in the village, but it must end there. Yields are shrinking, soils are weakening, and families are being pushed to the edge of hunger. Intervention is needed to help communities fight back, adapt, and reclaim control over their future. Tanzania's farms are under pressure from the skies. What used to be reliable patterns of rain and sun are now erratic and extreme, leaving farmers vulnerable and uncertain. Mabadiliko ya tabia ya nchi yaliniathiri sana. Tulikuwa na ng'ombe wa urithi, lakini kutokana na ukame mwingi mifugo ile iliisha yote. Kwa hiyo nikaamua nichimbe maji ya chini, nikaotesha majani kwa ajili ya kuwalisha ng'ombe wangu pamoja na mbuzi kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi kutokana na ukame ambao ulikuwepo mwanzoni, lakini sasa hivi tena shamba langu halina ukame, mifugo yangu inaendelea vizuri. Pia imesaidia kufuga mifugo yenye tija na kusaidia jamii wengine wa wafugaji wanaohitaji mbegu bora na zalishe hapa sasa hivi. Huwezi kufuga bila malisho. Hapa bahati nzuri kuna shamba la malisho. Malisho aina ya matete yaliyoboreshwa. Wengine wanaita Spanapia, wengine wanaita Punctuan, lakini si naita matete yaliyoboreshwa. Matete yaliyoboreshwa ni majani mazuri kwa ufugaji kwa sababu unayapanda, unavuna muda mrefu. Kama unakuwa na maji unavuna kwa kila baada ya siku 55 mpaka 60. Na unaweza kuvuna kwa muda wa miaka 8 mpaka 10. Eka moja kama kutunza vizuri kama mwagiliaji unaweza kuvuna mara 7 mpaka mara 9 na inaweza kukupa jumla ya tani 200. Lakini unaweza kuchakata ukatengeneza silage kwa ajili ya hifadhi ya chakula kwa maana wakati wa kiangazi. Hapa sisi tuna stoku au tuna akiba ya chakula tani 120 mpaka 130 kwa sasa. Hata kwa mtu yote anayetaka tumuuzie tuko tayari. Tukimuuzia akitoa sisi na chakata nyingine tunaweka. Baada ya siku 7 tu mpaka 21 chakula kiko tayari kuliwa. Kiko tayari kulisha. Lakini hapa kinaweza kukaa kulingana na wewe unavyohitaji. Pengine uhitaji kuvuna kwa nani kuchukua sasa hivi. Kwa hapa inaweza kukaa hata miaka 3. Hata zaidi ya hapo. Ili mradi mvua ikinyesha tu usiruhusu maji yapite hapa yaingie. Inaweza kaa muda mrefu. Ndio maana nasema na akiba ya chakula cha mifugo kwa muda wote. Huu mradi wangu una ng'ombe 19 wa maziwa. Na ng'ombe 15 wa kunenepesha. Na kondoo 20. Na kiwanda cha maziwa, tunachakata maziwa. Kwenye maziwa unapata yogurt, unatengeneza siagi, unatengeneza samli, kwenye ng'ombe yule unapata biogas. Kiwanda chetu kwa sasa tuna mashine ambazo zinachakata maziwa kwa kutumia umeme. Tunategemea tutakapotumia biogas tutaokoa matumizi makubwa kwa sababu kila lita moja unachemsha kwa kutumia shilingi 26. Na tunategemea tukitumia biogas na inawezekana kama shilingi 3, shilingi 2, shilingi ngapi kulingana na gesi yetu tulionayo. Kwa hiyo tutakuwa tumepunguza matumizi ya uendeshaji. Climate change is no longer a distant threat, it's our daily reality. But where there is challenge, there is also courage. We are turning vulnerability into resilience. Tanzanians are rewriting their climate story with the little tools they have. Due to extended drought this year, Mr. Mrisho's family had lower yields from their farm, hence faced hunger risk. To fight this back, Mr. Mrisho and the family decided to switch to irrigation to produce extra harvest to cover the food shortage gap. However, Mr. Mrisho uses a petrol engine-powered pump to pump water into the farm from the earthen pond he excavated for this purpose, and does irrigation by manually sprinkling water with pipes due to little finances he has. Tulikaa kikao na familia tukaona kipato mwaka huu cha kutegemea mvua hakitoshi. Ndio tukakaa tukasema tumwagilie tuongeze kipato cha chakula. Nikaamua kuchimba madimbu kwa ajili ya kumwagilia. Maji tunayo, ardhi tunayo, kinachoshindikana ni nini? Kama mtaji mdogo, ufanya kidogo kionekane. Wadau wa kilimo wajitahidi sana kuwasaidia wakulima. Wadau wa kilimo wakifanya kazi yao vizuri, wanaweza kuona wakulima ambao wako serious, wakawasaidia. Kwa mfano kama mimi hapa, bado nahitaji msaada mkubwa sana. Nahitaji mlime hata nyingi zaidi ya nilizonazo.
Hata ile mashamba makubwa hata yanaweka 2,000 hata 3,000 hata 4,000 uweze kulima. Lakini na washauri wadau, kwa sababu wana nafasi na ni wadau, wao tusaidia wakulima kwenye utaalamu, wasaidia wakulima kwenye kufunga miundombinu ya kisasa, wasaidia wakulima kuwatembelea na kuwawezesha finance kwa ajili ya kukava cost za madawa na vitu kama hivyo. Unaweza kumsaidia mwanzo, lakini akienda mara ya pili ili tena anakuwa ameshakaa vizuri na hata saidia wengine, lakini na wewe utapata kile ambacho ulikusudia kupata, kama ni interest, kama ni free, lakini utaona matokeo yake vizuri. Tafuteni wakulima ambao wako serious, wako wengi sana katika nchi, ambao wako serious wanataka kulima kweli kweli. Wadau muwatembelee, lakini muwape assistance kama hizo ambazo kwa kweli wakiwa wako serious wana produce. Mwaka juzi watu wa CRDB walikuja hapa wakakwenda akasema sisi tuko tayari kukopesha kwa sababu unaonesha wanaweza. Walinikopesha kama milioni 48. Nilifanya mabadiliko makubwa ya miundombinu. Kama mtana kwa kuna rundo la mabomba ya zamani nilitoa nikabadilisha system, nikaweka system ya sasa kabisa ya umwagiliaji, nikajenga na bwawa kubwa ambalo ndio hilo limekuwa lilivaa. Zamani nilikuwa na maji kupitia matenki, kwa nilikuwa situmii kumwagia kwa kutumia surface pump. Kwa hiyo za zaidi ziliniwezesha na nimeshazirejesha zote, naendelea sasa. Mimi nashauri wakulima wenzangu, tena na washauri kutoka rohoni kabisa, wakubali kubadilika, ukienda kwa kilimo cha kisasa. Hata ukiwa na eka moja tu, ukilima kisasa, unaweza kulima kama vile unaweza 10 ya kilimo cha kawaida. Unaweza kufanya kubadilisha maisha kabisa, lakini ukilima kisasa. Tafuta maji, weka drip irrigation, tafuta mtaji kwa kushauri, kama wale mashauri hawatoshi, weka wa kwako, hata uanze na eka moja. Mabadiliko yako utayaona na utaamini bila kutokea kwa maisha yako. Kwa hiyo nashauri wakulima tuende kubadilike, tuanze kulima kilimo cha kisasa, kilimo cha umwagiliaji ambacho kitatuongezea mapato, lakini kitatupunguza muda kwa shamba. Shamba langu hili lina ukubwa wa eka 4 ambayo matunzo yake mpaka siku unavuna inaenda milioni 20. Kwa hiyo kwa sababu ya ukubwa wa gharama nimeshindwa kuongeza. Nilikuwa natamani nilime zaidi ya eka 10 au zaidi ya 10. Lakini nimeshindwa kwa sababu ya ukubwa wa gharama za matunzo ya vitunguu. Gharama ziko juu, kuanzia kodi ya shamba mpaka maandalizi ya shamba mpaka gharama za matunzo, kuanzia mbolea na dawa. Kwa hiyo inaenda, mtaji ni mkubwa sana. Kwa hiyo ninakwama kufikia malengo kwa sababu ya gharama ziko juu sana. Kama mbolea kwa msimu huu wa hizi eka 4 nilizolima, nimeweka mbolea ya milioni 1.8. Alafu baada ya hapo dawa nilizonyunyiza hapa ni ya milioni 2.8 mpaka kuvuna. Na gharama za umeme ndio iko juu zaidi ya hizo gharama zote, maana umeme kwa eka moja nanyesha 30,000. Kwa eka 4 mnyesho moja ni shilingi 120,000. Kwa hiyo mpaka nivune ninaenda kunyesha mnyesho 20 kwa umwagiliaji wake, naenda kutumia gharama ya milioni 2.8. Kodi ya shamba kwa ekari moja ni shilingi 500,000. Gharama za mbegu tunazoenda kuotesha, debe moja ni milioni 1, eka 4 inatumia debe 4. Unapoendelea na gharama za kilimo, kuotesha, kuandaa shamba pia ni gharama, mbolea na dawa. Baada ya hapo umwagiliaji wake inatumia luku nyingi kwenye gharama za umeme. Kwa hiyo gharama ziko juu kiukweli, lakini tunapambana tu kwa sababu tunajua ni zao la biashara na ni kilimo kikuu kwa bonde la Eyasi. Natamani kulima zaidi ya kiwango nilicholima cha eka 4, hata ningekuwa nalima eka 10 au 20. Ni kwa sababu ya uwezo wangu ni mdogo, gharama za vitunguu pia ziko juu, lakini nilikuwa natamani niendeleze kilimo kiwe kikubwa zaidi ya hapa. Ila kuna miaka ambayo tulipata changamoto nyingi kwenye ujazo wa vitunguu, maana walikuwa wanajaza rumbesa. Lakini kwa sasa changamoto zimepungua kidogo. Tumejiunga na vyama vya ushirika vya AMCOS. Kwa hiyo sasa changamoto tumezisolve wenyewe kwa kupata vikundi vya wanachama wa AMCOS ili kutetea ujazo wa vitunguu. Lakini sasa kwa habari ya ujazo, changamoto hizo zimepungua sana kwa asilimia kubwa. Ile changamoto zilizopo ni changamoto za umeme kwenye umwagiliaji, gharama ziko juu kidogo. Ndio changamoto tulizo nazo. Pia kwenye mbolea, ruzuku ya serikali inaendelea kutusaidia kwa wakati huu. Lakini pia changamoto zingine
ni za madawa, viuatilifu kidogo, gharama zake ziko juu. Hii ni ghala la kuhifadhia mazao ya vitunguu peke yake. Tukishavuna vitunguu shambani, wakati mwingine wanunuzi wanakuwa hawatoshelezi, mzigo unabaki shambani kwa muda. Kwa hiyo tunahifadhi kwenye haya maghala unavyoona. Ghala limejengwa kwa ajili ya kuhifadhi mazao ya vitunguu tu. Limejengwa kwa makuti kwa sababu ina hali ya hewa ya kutosha, maana vitunguu kiweka kwenye ghala zingine zinaharibika kwa sababu ya joto. Lakini kwenye hizi ghala inapata hewa, haiharibiki. Inakuwa na hali nzuri kwenye store. Alafu inakuwa na wateja wengi. Kwa sababu unaweka kwa muda, inapoisha mashambani, msimu wa masika ukianza, vitunguu vyote vinaisha. Vikiisha, hizi ndio watu wanunuzi wanakuja kununua na bei zake zitakuwa zimepanda. Kutokana na mashamba yetu yako juu kule hayana vyanzo vya maji, ninapolima kitunguu nalima kwa kutegemea mvua. Kwa sasa kwenye huu mto hapa tunakuja tu kwa ajili ya kuzalisha mbegu ya ila sasa kuna gharama ambazo zinatubana kwenye umwagiliaji. Vile sababu mashine tunazotumia hizi zinatumia petroli. Sasa vile zinazotumia petroli huku ni gharama kubwa sana, kwa lita moja inauzwa 1300. Sasa kwenye ekari moja unaweza kutumia labda mpaka uivishe unaweza kumwagilia mara 15 kwenye eka moja hiyo. Alafu katumia mafuta kila mnyesho mmoja lita 12. Sawa sawa na 1037. Kwa sasa inakuwa ni gharama kubwa. Kwa hiyo ukipiga mara 15 ili uivishe, kwa hiyo inakuja ni gharama kubwa, ni 550,000 kwenye ekari moja. Mimi hapa nina ekari 2. Kwa hiyo sasa ukiunganisha hizo eka 2 ile kunyesha tu kwa petroli, kwa hiyo unatumia 1,100,000. Kwa hiyo sasa kuna kitu ambacho sasa tumebuni kwa kupata urahisi kidogo wa umwagiliaji, tunatumia gesi. Sababu tunatumia kidogo, sababu gesi hapa tunanunua kwa 25,000. Kwa sasa mara 15 inakuwa ni chini kidogo, tofauti na petroli tunapata unafuu kidogo. Mimi hapa natamani nizalisha hata eka 10. Ila sasa tatizo ni mtaji, wanakataa. Natamani mimi hapa ningekuwa na kisima au nichimbe kisima cha kutumia hata sola, ningelima hata kiangazi. Inapokata mvua basi naendelea kumwagilia na mashine. Silimi kiangazi kutokana na changamoto ya maji. Kule hakuna maji. Shamba langu la vitunguu kule lina ukubwa wa eka 7. Endapo mwaka utakuja mzuri, mvua itiririke vizuri, inyeshe vizuri, ndivyo nitakapopata mapato makubwa. Mvua ikigoma basi tunakuwa pole tu, hakuna namna tena. Kwenye hili shamba natamani ningekuwa na kisima cha sola. Kwa hiyo kingenisaidia sana. Kwa hiyo ningelinganisha na changamoto ya mafuta nayotumia, kwa hiyo sola ingenisaidia zaidi. Kwa mfano nikilima kwenye hizo eka zangu 7, mvua ikinyesha vizuri ndio tunapata gunia 30. Ukilima ukiwa na maji, ulima kwa umwagiliaji, unaweza kupata gunia 100 kwenye ekari moja. Sasa kwenye eka 7 unaweza kupata gunia 700.